Mchena tomwamba. Ndo muntu koni one spirit. Na kora. Monte genda ngonyiri omwana. Na mo. Wakati ile kugambe mbere yachaga kunyire. Kunyire. Monte bigama na igama. Akiona ya ndo waje ni chipi ya watu. Wateba. Ya mongo. Baika. Acha kumfanya. Na wabu atemi oro sana. Hata makoibisa kuirwanira bati ndanya waratingo nyara. Walikuwa wengi sana. Aje watema wesi ekela yasini. Ono rende na boya bu ataya baigo. Lakini ento bao tena ujo. No mtu macho. Kwa majina naitwa Fred Areri, kiongozi wa bodaboda katika hii town ya Kisii. Sisi tunajua kazi ya county government na national government ni mambo ya amani. Lakini tukiishi mahali hamna amani, hiyo sasa hatuna serikali. Na watu wetu hawezi kuwa wakiuawa, wakichapwa, wakiumizwa kwa sababu ya kitu kimoja. Nilikuwa naomba mheshimiwa Simbarati, hakuna mwenye ako na vibaya na wewe. Hebu jipange kama governor wa Kisii County, ukuje uketi na sisi, usikie kenye tunaweza kuambia, badala ya kila wakati, kila siku ni furugu hapa Kisii Town. Tunataka amani. National government ikiongozwa na county commissioner, mbona msingilia mambo? Mnaacha watu wetu wakiumia. Sasa kama mkiacha watu wetu wakiumia nyinyi kama national government, tunaelekea wapi? Tulikuwa tunaomba kama timu ya Boda Boda Riders Association, watu wetu wameumizwa. Hatujaumiza mtu yote sisi. Sisi tunahitaji amani kwa sababu ya kikundi yetu ni cha amani. Tunaomba please president wetu Ruto, mbona hata usingilia mambo sababu tunaumia kwa sababu ya UDA. Na tulikuwa kibaombele tukipigania UDA. Sasa tumeachiliwa, tunaumia kwa sababu ya UDA. Na hii serikali ambayo tunaumizwa, hatuumizwi bure, tunaumizwa kwa sababu ya UDA. Mr. Machogu, Mr. Mangi, mko wapi? Watu wetu wameumia. Saizi kama tukiongea saizi, wengine wako hospitali hapa. Wametolewa matumbo nje. Sababu mtu anaumizwa sababu ya jina Emory, anaumizwa sababu ya jina Mangi, sababu ya jina Machogu. Hivyo ni vizuri kweli tunaweza fanya? Mheshimiwa Ruto, tufike karibu, tunaumizwa. Thank you. Kwa majina naitwa Hesbon Matongo, naibu mwenyekiti Boda Boda Riders Association. Siku ya leo tuko na huzuni na tumeghadhabishwa na kitendo ambacho kimefanywa members wetu na viongozi siku ya leo. Hakika ilikuwa mwendo wa asubuhi tukapashwa habari kuwa mtu wetu ambaye ni one of our security kwa ofisi alipatwa kushikwa na hicho kikosi kingine kiko empowered na gavana Simbarati ambao amewapea ofisi pale nyuma. Jamaa anaitwa Mzito walipata kumshika asubuhi ya leo. Cha kustaajabisha tunasikia alishikwa kwa kuwa eti anauzia watoto bangi. It was actually fixed like anauzia watoto bangi. Wakampeleka kwa ofisi ya chief. Hapo kwa ofisi ya chief mwenyewe akamchangamuka hapo viboko mingi sana. Wakaweka pikipiki yake chumvi. Chief akiwa hapo akiangalia. There is the kind of intimidation we are actually undergoing in this county, actually as far as security is concerned. And we appeal to the national government na viongozi wote husika wanaosimamia security, including community policy, ikiongozwa na viongozi wao wote. Sometimes back mmekuwa mkisema watu wetu ndio wanapiga watu. Na hakika watu wetu hakuna hata kesi hata moja inaandama watu wetu kwa police stations. Chenye tunasikia hapa ni watu wa basi. Leo sijasikia hata mkikondemn whatever has just happened hapa mji wetu wa Kisii. We appeal to the national government kindly muangalie na muangazia maneno. Watu wa bodaboda wanaumia na vita iko hapa ni kwa sababu ya UDA. Sisi ni viongozi wa UDA. Wameharibu ofisi yetu, wameharibu mali yetu, wameharibu pikipiki zetu, pa tumewaachia Mungu. Tumewasamea lakini hatuwezi sahau. Jina naitwa Fred Nunda, overall chairman Boda Boda Riders Association. Tumekusanyika hapa jioni ya leo katika hospitali letu hapa ya Bosongo Hospital kwa sababu ya watu wetu wamevamiwa na majambazi. Na sababu ya kufamiwa
Last time tulisema ya kwamba kuna watu walifamia watu wetu pale stage ya Kipit, wakaumiza pikipiki. Mmoja yetu akaumia akaenda Tenwek, na tulipompeleka tuliombwa bill ya 480,000. Tulifanya mchango, organization ikachanga na members wakachanga, tulimtoa juzi. Sasa jana usiku wale wahalifu walifanya hicho kitendo, walienda wakakamatwa, wakaletwa police station, tukijua ya kwamba leo hii asubuhi walikuwa wapelekwe kotini. Lakini maajabu ni kwamba wale wahalifu walifanya hii uhalifu ni watu wa Governor Paul Simbarati. Wale watu waliitana kikao asubuhi, ambapo saa 1 kamili walikuwa wamekutana pale ofisi ya governor nyuma, mahali Governor Paul Simbarati amewapea ofisi, akawapea sile uniform wanafaa, mareflectors za blue. Wakatoka na mapanga, wakatoka na miti ya chembe, wakafanya maandamano mpaka police station ya Kisii. Wakaleta shida huko. Hiyo maandamano ilikuwa inaongozwa na Chafet ambaye ni mtu mmoja kwa wale watu wanafanya kazi na Simbarati. Mosoti Elias Embulembe ambaye ni advisor youth kwa timu ya Governor Simbarati. Watatu ni yule chairman, yule jamaa anachiita chairman, anaitwa Dalvas Omwando Elias. Baadaye wakaamua mpaka wafundishe watu yetu adabu. Kwa nini tumekamata watu yao? Wao ndio serikali. Wakapepa hizo mapanga zao, wakatoka. Wakaenda mpaka pale mahali tumeweka ofisi. Hakuna mtu alikuwa huko, mimi sikukuwa, nilikuwa nje kidogo, watu yangu walikuwa kazi. Kuna kijana yetu ambaye ni spokesman, alikuwa amepeta customer, alikuwa amepepa pombe ya kuuza kwa wines and spirit, akapeleka pale. Wakampata, wakamfamia na kumupiga mpaka matumbo ikatoka nje. Sasa tukiongea hapo hospitali, pesa inatakikana. Baada ya siku mbili mmeona tumelipa 1,500. Bado sasa hatuna pesa. Hapa emergency amekwama kwa sababu ya pesa. Mimi nauliza hivi, kama watu wamefanya makosa, wamepiga watu mara ya kwanza, pikipiki zimeharibiwa, wahalifu washakamatwa, mimi nataka kuuliza serikali letu kuu, kwani mtu akikamatwa, watu wakifanya maandamano, anawaachiliwa ama anatakikana kufikishwa kotini? Nimesikia ya kwamba watu ya DPP wanashirikiana na county government ya Kisii na mdozi yao. Wakati file ilifika pale, walisema ati wahalifu warudishwe station, waandikishwe statement. Tangu lini sheria ya Kenya nasema mhalifu akikamatwa arudishwe station aenda kuandika statement? Tangu lini? Mimi najua mtu anaandikanga statement ni complainant. And the law is very clear under article 49 of the Constitution of Kenya. Sasa mimi nauliza, wamepiga watu, wameumiza pikipiki mara ya kwanza, hakuna kitu imefanyika. Wamepiga watu mpaka mtu amekatwa tumbo, matumbo imetolewa nje, hakuna kitu imefanyika. Na hii maneno imeanza ya kwamba sisi ni wale watu tulikuwa tuna support His Excellency the President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto, na sisi ni vijana yake. Wakasema zile stages zilikuwa zina support UDA, wakazifunga. Tukaenda maandamano, tukapiga kelele, wakatulia kidogo. Ikakuja kasemekana wale watu walikuwa wana support William Samoei Ruto wasikuwe viongozi katika hii town. Wakaleta shida, tukaenda maandamano, wakawacha. Wakakuja tukaenda maandamano, kwa nini wanatukana president yetu? Wakatupiga, wakatuumiza, wakakamatwa tena, governor akatumana pesa, wakawachiliwa. Mimi nataka kuuliza hivi bwana Mr. Paul Simbarati, hii Kisii ulikuja ukapata watu wa bodaboda wapigani. Machambazi kutoka Nairobi wanatupiga mpaka wanatukatakata na mapanga. Wewe unataka nini katika industry ya bodaboda? Ni nini tumekufanyia mbaya yenye unafanya unatutumia watu wanakuja kutuua?
Na kama wale watu ya county wamekuja pale station, walikuwa ni watu wako na nia mzuri, kwa nini hawakukuja kututafuta sisi wakati watu wetu walipigwa wakaumiza? Je, mimi nauliza hivi, kwa nini mimi kama Fred Nunda, chairman ya Bosongo Boda Boda Riders Association, kwa nini hakuna kesi hata moja imeenda police station tustakiwe ya kwamba tumepiga mtu? Je, mimi nauliza, ni mikono hatuna? Hatujui kupepa panga ama hatujui kupepa rungu? Nataka kukuambia bwana, sisi hiyo vitu yote kupepa tunajua. Na sisi tunaogopa, lakini tunaamua tufuate sheria. Na kama umeamua sheria tukifuata, wewe unatupiga, hata sisi kuna wakati itafika tukasirike. Hatuwezi ongoja tuendelee kupigwa. Mimi nataka kusema ya kwamba Mr. Paul Simbalati, vile umeamua umetupiga, hatuna shida, na tunakubali ya kwamba wewe ni mwanaume. Wewe ulizaliwa na mama, sisi tulizaliwa na wanaume. Sisi ni kama unatuona si binadamu. Tumekubali, umetupiga, umetushinda. Na tumeamua ya kwamba uendelea kutupiga tena sana. Sisi hatuwezi kukupiga, na sisi hatuwezi fanya revenge. Tumekuachia Mwenyezi Mungu. Wanatupiga mkiangalia. Mumeamua tupigwe mpaka tukufe, na tukikufa nyinyi mnafikiria mtaenda wapi? Mimi nataka kuambia MCS hivi. Nyinyi mko Kisii County Assembly. Nyinyi ndio mnatembea na Simbarati. Tumepigwa si mara ya kwanza, si mara ya pili, si mara ya tatu, si mara ya 4, si mara ya 5. Mumenyamaza tu na mnaangalia vile tunaendelea kupigwa. Mimi nataka kuambia hivi, kama mumeamua kunyamaza na kama mumeamua tupigwe, kuna siku tutafika. Tutasema kama mbaya, na kama si sasa hivi. Si eti kila siku mtakuwa mkitupiga. Hapana. Haiwezekani. Haiwezekani. Hao watu wanatupiga wanakuwa supported na Simbarati. Amewatengeneza. Can you imagine mtu anatengeneza squad mpaka anaitengenezea uniform? Hakuna kitu inaulizwa. Watu wanavamia station majambazi na mapanga na marungu, wanatoa wahalifu. Serikali inaangalia. Wahalifu wanawachiliwa, hawapelekwe mahakamani. Tutaenda wapi? Tutasidi kungoja tukipigwa kweli? So mimi nataka kuomba hivi. Wale watu wote wamechaguliwa katika Kisii County, tumewapea muda, si kesho kutwa, muone muongee maneno. Lakini saa hii Simba, wale watu na kuomba uendelee kuongeza security, uendelee kupanga. Wale watu zile mapango ulinunua na marungu zingine zinayapeleka mapasi Nairobi, wewe fanya hivyo. Lakini siku ikifika tukikuja maandamano, siku hiyo tunaomba tukikuja maandamano uhakikishe umetuua sisi wote. Na kama hutatuua lazima ulisign, kwa sababu hatuwezi kubali uendelee kuua watu wetu, uendelee kutupiga, uendelee kututesa, tuendelee kukuja hapa hospitali kila wakati na kulia. Leo hii mtu mmoja hapa Bosongo Hospital. Mwingine yule walivamia asubuhi saa 1 hako Kristimarian. Mwingine juzi tumetoa, hata hatujamtoa ako Nyange Hospital. Walimpiga, wakamkata na panga mpaka wakachukua pikipiki. Sasa unataka tufanye nini bwana? Na kama ni hizi pikipiki umeona kutoka China kwa sababu wewe ni sameji, si ukuje uchukue zote ulete zako hasa kutuuzia? Kwa nini unatupiga namna hii bwana? Iko shida gani Mr. Simba? Yale yenye unaendelea kufanya, wewe fanya tu. Kama ni kutupiga, wewe tupige tu. Lakini chenye kiko na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Mwisho wake itafika. So ya mwisho, Mr. County Commissioner Kisii County, security mara mingi watu wamelalamika kuhusu apasi. Watu wamelalamika kuhusu vile amepiga watu. Alipiga timekeeper akafunja mguu. Akapiga mapesa akang'oa meno hii ya juu hakuna. Akakuja akapiga kijana yetu anaitwa Msito akafunja mguu. Akakuja akapiga kijana yetu anaitwa Kwa akafunja mguu. Hizo kesi zote nothing has happened until today. Tena wamepiga mtu yetu mpaka wamekata tumbo, wametoa matumbo nje. Bado wewe unaangalia tu na unanyamaza. Sasa mimi nakuomba hivi, uite mkutano ya wana boda boda wote, hata usiite leaders, utuite wote. Kama ni tena sisi hatuwezi enda stadium. Stadium ya majambazi is a scene of crime. Hatuwezi enda huko. Utuite hata ukerera. Tukae chini, hata si lazima na viti. Usikiza wana boda boda wanasema nini na wanataka nini. Na kama si hivyo, itabidi tuchichunge. Itabidi tujiunge. Hii maneno nimekuambia kwa sababu wewe ndio chairman ya security Kisii County. Tunakuomba
So kwa hayo mengi na machache, Mungu awabariki.